katika nchi ya ahadi za Mungu. Baada ya mapigo makubwa na kifo cha wazaliwa wa kwanza, wakaondoka Misri, lakini jeshi la Farao likawafuata nyuma. Walipofika bahari ya Shamu, njia ikawa imefungwa. Mungu akamwambia Musa, mbona unanililia? Waambie wana wa Israeli waende mbele. Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Fimbo yake juu ya bahari, maji yakapasuka pande mbili, njia kavu ikafunguka, na wana wa Israeli wakavuka salama. Farao pamoja na jeshi lake waliofuata nyuma walimezwa na bahari, wakafa ndani ya maji. Ndipo Mariamu akachukua tari, wanawake wote wakamfuata, wakiimba na kucheza kwa furaha mbele za Mungu. Walidhani ushindi ulikuwa umekamilika, lakini ulikuwa mwanzo tu. Kadesh Barnea, Kadesh Barnea, hapo ndipo saa ya uamuzi. Kadesh Barnea, hapo kila mmoja huonyesha rangi yake. Suala la imani tena, hakuna njia ya katikati, ni kuvuka, kurudi nyuma. Walipofika Kadesh Barnea, Musa akawatuma wapelelezi 12 kuitazama nchi, waone kama ilivyo, kama Bwana alivyoahidi. Waliporudi kutoka Kanaani, wapelelezi 10 wakawatia watu hofu. Wale watu wana nguvu, miji yao imezungushiwa kuta. Tumeona majitu, hatuwezi kuwashinda. Tuchague kiongozi, turudi Misri ili tusife jangwani. Lakini Yoshua na Kalebu wakawahimiza watu, msiogope, shikeni neno la Mungu aliyefanya miujiza, aliyetoa ahadi, atatupa pia urithi. Haleluya! Kama Ibrahimu na sisi na tuzungumze kwa msingi wa ahadi za Mungu. Nchi tayari ni yetu. Walibeba matunda ya kwanza ya nchi ya Kanaani. Wasiliamini neno la Mungu, wakakataa ahadi zake. Lakini leo kama ilivyoandikwa katika Luka 17:30 na Ufunuo 1:7, Mungu ametimiza tena ahadi zake katika siku hizi za mwisho. Sasa sisi waamini tutafanya